Abrahamu aliporudi baada ya kumshinda mfalme wa Kedorlaomeri na wenzake, mfalme wa Sodoma, alitoka kwenda kumlaki katika bonde la Shawe, yaani bonde la mfalme. Naye Melkisedeki, mfalme wa mji wa Salemu, ambaye alikuwa kuhani mkuu wa Mungu, akaleta mkate na divai, akambariki Bwana akisema, Abrahamu na ubarikiwe na Mungu mkuu, muumba wa mbingu na dunia. Narudia pale 18 verse ya 18 inasema, naye Melkisedeki, mfalme wa mji wa Salemu, ambaye alikuwa kuhani wa Mungu mkuu. Elion maana yake nini? Mungu mkuu. Akaleta mkate na divai, akambariki Abrahamu akisema, Abrahamu na ubarikiwe na Mungu mkuu, muumba wa mbingu na dunia. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. La kwanza, jina la Elion linamaanisha Mungu mkuu. Abrahamu anazungumziwa hapa kama mtumishi wa Mungu ambaye aliyekubaliwa na Mungu. Lakini Abrahamu alikuwa mpambanaji. Historia katika urefu wake inakuonyesha namna gani Abrahamu alienda kumwokoa mpwa yake Loti. Alikusanyisha watu wake waende wapigane vita, na wakati walienda kupigana vita, Loti na mke wake na vitu vyake vilikuwa vimetekwa na wafalme ambao walikuwa ni wafalme 5 wa Sodoma. Wakati Abrahamu alienda, alishinda vita vile, akapigana na wale wafalme, akanyang'anya mateka vitu. Abrahamu akarudia. Wakati Abrahamu alirudia, inaambiwa wakati alifika, alikuja kupokelewa kwanza na mfalme Melkisedeki. Huyu Melkisedeki, ukifuata habari zake, anaambiwa ni mfalme mkuu ambaye ni wa ukoo wa Mungu, wa ufalme wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu. Lakini yeye historia yake inaonyesha kuwa ni Yesu Kristo peke yake. Bwana Yesu asifiwe tena. Alikuja akamletea Abrahamu sadaka, akampa sadaka, akampa divai, Abrahamu akakunywa, na baadaye akambariki Abrahamu, akamwambia kwamba na Mungu mkuu Elion. Ukisema Elion ni neno ambalo linamaanisha kwamba Mungu mkuu, na Mungu mkuu akubariki. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi nataka nikuambie siku ya leo kwamba Mungu mkuu akubariki. Elion akubariki. Elion akubariki. Elion akuone. Elion akusimamie. Elion akutendee. Elion akujalie. Haleluya. Usishindwe lakini wewe ushinde. Maana Elion anatembea na wewe. Haleluya. Wewe uwashinde, Baba sikushinde. Haleluya. Wewe ufanikiwe, Baba akose. Anayesimama kukupiganisha wewe, acha yaanguke, wewe usimame. Bwana Yesu asifiwe tena. Anayekuchimbia shimo ili wewe uhangaike katika magonjwa, haleluya, Elion ampigane naye. Elion acha kubariki katika kila kitu utakachokifanya. Haleluya. 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 Abrahamu akabarikiwa, akasema kwamba Elion nakubariki. Mungu mkuu na akubariki. Mungu mkuu na akuone. Abrahamu akashinda vita, akabarikiwa. Alipobarikiwa Abrahamu, anasema kwamba yeye naye sasa alienda katika nyara ya vitu vyake. Katika vitu vyake alivyoviteka, akatoa sehemu ya 10. Wewe unapobarikiwa na Mungu, mbona utowaki? Amen. Wako watu wengi wanafanya hapa, wanafanya kazi, cha 10 hautoki. Unafanikiwa,
Vile vitu unavipataka kwa nguvu zako? Ni mpaka nani anakaga na kubariki? Elion. Unaweza kuwa mnamuita Elion. Ni mko wa Ibrania. Mko watoto wa Mungu. Haleluya. Amen. Toa. Alipobarikiwa, yeye naye alienda katika, ukisoma pale kote chini, alienda katika vitu vyake, akatoa sehemu ya 10 ya mali yote ambayo aliyoyapata. Bwana Yesu asifiwe tena. Ukitaka kubarikiwa na Mungu, uwe mtoaji. Hii ndio nakwambia. Unaweza kuwa hautoi hata kanisani, lakini nataka kumsaidia mpendwa mwingine. Mungu anaiandika ile nayo. Amen. Lakini kujifunga we peke ni kwamba ni kujifungia njia, kwa sababu Mungu atafunga hata kule kwenye ulikuwa unapata, kesho na wewe utahangaika. Ndio maana maandiko yanasema kwamba kumsaidia maskini, kumsaidia mtu ambaye iko katika hitaji ni kumkopesha Mungu. Kuna mtu ananielewa hapa? Amen. Watu wengine hata bugali, unaona mtu bugali, akiona mtu anafika anachelewesha bugali, unataka kumtia lisolo, aenda na kula, kuko baraka yenye unaweza kupata. Ile tonge yake 2 inaweza kufungulia tangu fungo ya mchicha kesho. Hauyui. Kuko vitu vingine sio bote huko tutumiki. Lakini kuna wakati mwingine tunaishi kwa misaada watu wengine tu. Kuna mtu ananielewa hapa? Ndio. Wewe hujui kwamba wakati wewe unanyimwa, wengine nabo njoo bako, ule anakunyimaka, lakini kwa wengine wanampatia kiurahisi. Bili binyoona panaka, ndio binyi Mungu huko unamjichungishia kwa Mungu. Huko na nguo 5 hauwezi kumpatia mwingine. Huko wa kwanza kusema yeye naye kale kaka kwa nikuvae. Wewe si umuvulia hata moya. Huko na vilato 15. Si upane hata moya, mpaka kichanike tu. Vingine unaanza kuvisahau. Kuvisahau haujui hata idadi tena ya vilato. Haujui hata vilato wa manguo. Memu familia mko watu, Mungu anaruhusu mwanamke apite, kama ni mwanamke kama ni mwanaume, mpaka vinyotere biko vinaonekana. Haleluya. Amen. Wewe huwezi kuguswa kwanza. Mungu ataruhusu panya zianze kula kai. Kama mko muimani sana mmanguo, na baambia nyewe mko humu, Mungu atafungula pepo ya panya. Kupu. Ile nguo yenye ulikuwa unatilia roho, bali nyongotora katikati. Angalau utakwazika wewe. Haupanaki. Wewe zako hazitokaki. Mungu ataruhusu pepo ya wizi. Huko unaenda hivi unaangusha pocket pupu. Ngapi? Utakia kutuambia mlikuwa 200,000. Sasa wewe usingesaidia hata mtu mwingine. Bwana Yesu asisaidie tena. Haleluya. Haleluya. Abrahamu akabarikiwa na Elion. Kubariki. Kuna watu wengine hawajui kubariki wengine. Wewe mtu anakusaidia hata asante. Bako humu. Hata asante Mungu amekushindia, hata kusema asante. Hata mwanadamu mwenzako yuko nakupatia. Mko hata mama humu atakwambia bwana yake nimeshukuru baba wake. Batoto wengine mtasaidiwe, hata baba mzazi ampatie. Unaona mtu ananuna, wewe nakupatia, nahangaika, tena unaninunia kuvyangu. Ningeliacha? Unapewa na mzazi, sema asante. Uko mtoto wa akili, kazi yako ombea wazazi wako wewe. Waombee wazazi wako. Unaona uko mtoto hautaki kuheshimu. Wewe hujui kama hao wazazi wako njoo baraka yako. Haujui wengine wako wanadini, wengine wanachoraka, kuchora mafoto hivi. Njoo mama yangu alikuwaka hivi. Njoo unaweza kusema ukasema sana, lakini uliza watoto wenyewe wanaishi buyatima. Unaweza kumdharau mzazi wako jungali unamuoni ko hai hivi. Kuko maneno mengine mzazi wako anaweza kuwa hata hana kitu. Uko unamdharau mzazi wako juko hai. Kuko maneno mengine unaweza kujiuliza, unaenda ambia huyu baba yake ya rafiki yako. Uko unamheshimia saa papa. Unaenda kumuita, unakwambia no mimi nitakuwa kikao cha kanisa. Unaenda huko, hata alikuwa hata baba yako, hata mama yako kalisha kwa kakoko. Mimi nakwambia ole wako wewe mtoto ambaye unaweza kuinukia hata mzazi wako unasema huyu mama yangu anafanana kwa mchawi. Mungu akuhurumia huyu. Amen. Mzazi ushakuwa na miaka yenye iko saa mie mama anataka kuwa mulozi mwi miaka yangu. Unakubali watu wengine tu bakuharibishie? No, ule mtu mwenye kuna kuchonganisha juu ya mzazi wake. Yeye naye kuna wazazi yake ana baheshimia. Ni sawa sawa na mwanamke mwenye anataka yeye haribishe mwenzake mwenye anakala mzuri mbunyumba wake. Iko nataka yeye uharibishe kwa kwako kipindi yeye mwake iko vizuri.
Uko nazo au mko hamnazo? Haleluya. Haleluya. Mwenye ataanza kuchonganisha watoto wangu nikuwaambia, mwana kuchonganisha jua bwana, kile kibwana yako unaona bimachafu vikwaye. Unaona kile kibwana yako inapataka nini? Akikuanzia hivyo, wewe unataka mimi siwezi kuvumilia yule bwana. Wewe naona mwambie sina wewe achane kwanza yule wako. Njoo tulingane ngoma iwe draw. Haleluya. Elion akambariki Mungu mkuu. Kwako unamkamataje Mungu? Unamuita Mungu ni nani? Ndio maana unafikaka hapa unamkamata Mungu ni wa kawaida. Ukikamata Mungu ni mkuu, utacheza juu yake. Haleluya. Utatembea kwa shindo. Unasema mimi nalindwa na Mungu mkuu. Kama wengine wanalindwa na mahirizi, lakini mimi nalindwa na Mungu peke yake. Mungu aliye mkuu. Zaidi ya huyu Mungu wangu hakuna mwingine. Huyu ni Mungu ambaye anatosha. Yeye halali, hasinzii, yeye yuko saa zote kwa ajili yangu. Ni Mungu wangu. Haleluya. Yes. Sina mwingine. Ndio maana acha udunde. Ukitaka unadunda mzuri. Unaanza jiona. Huwa anaambia niko na Elion. Njoo na nilinda. Ninalindwa na Mungu mkuu. Nyinyi mnaonaka aba ba autorite, bali viongozi wa serikali, kwa sababu iko na ulinzi wa kutosha. Autorite atembea kwa kuzembea hivi ndio hivi. Ni hivi. Sababu kuna Mungu mkuu. Anajivunia nini? Iko analindwa. Sasa wewe unalindwa na Mungu. Unaweza kufanya mwaka mzima hata serumu ya kuingia wewe. Bengine iko na mali, iko na magari, iko na kila kitu, lakini anakuambia nishakuwa mdhaifu. Mimi siko tena. Mimi sioni. Sasa ile mabitu yote. Wapi? Papa hautakula hata nyama. Huko batu kuna franga sasa kitu kingine. Hana raha ya hizo franga. Hana raha. Wewe unalindwa na Mungu mkuu. Elion niko pamoja na wewe. Acha nitambe mama yangu. Mkiona niko naanguka, msikuwa mnaniona mulevi. Niko naanguka kwa sababu najua ni naye ana nguvu. Mkiona mimi nalala chini, nalali yake silali kwamba niko najionyesha. Hautaniona kama barabara nalala. Nitalala mbele ya Baba kwa sababu ninajua ambaye iko ndani yangu, ninajua chenye ananifanyia yaka. Haleluya. Yes, Mungu mkuu. Jivunie Mungu wako. Jivunie Mungu wako. Vita vyako utavishinda kwa sababu utasema niko na Mungu mkuu. Elion niko pamoja na mimi. Haleluya. Mwanadamu atanifanya nini? Ogopa mwenyeko na kuongezea hata siku ya kuishi. Ni wa kawaida ule. Huyu anapita hata amuri mamba. Huyu anapita hata ule mzee mamba hawezi ingia kwa huyu. Huyu ni wa ajabu. Mzee mamba anaweza kunipatia chakula hata niongezea hata siku ya kuishi. Kwa nini nisimheshimu huyu? Kwa nini nisimuogope huyu? Analinda watoto yangu, ananipatia afya, ananipigania, amenifanya hata na mimi niwe mtumishi wake. Kwa nini nisijivunie naye? Haleluya. Haleluya. Elion Mungu mkuu. Yeye ndiye ananibariki. Kama uko na miaka yenye uko nayo ni kwa sababu ya Mungu peke yake. Angalia wangapi wenye ulizaliwa nao leo bako wapi? Bako wapi wenye mlizaliwa nao pamoja? Huenda wengine ni wagonjwa wa ajabu, hawasimamaki. Lakini uongo na tamba. Kama sio Elion ni nani anakutendea? Na Mungu akubariki papa katika kila jambo. Haleluya. Tuangalie neno la pili. Neno la pili anaitwa El Shaddai. Shaddai ambayo iko na maana kwamba Mungu mwenye nguvu. Yule ambaye anapana maisha, anapana uhai. El Shaddai. Angalia Mwanzo ile 17 inasema nini pale? Jina lake la kwanza tulisema anaitwa Elion. Amen. Mungu aliye wapi? Mungu mkuu, Mungu aliye juu ya yote. Hauna mwingine. Haleluya. Ya pili anaitwa El Shaddai. Mungu mwenye nguvu. Mungu ambaye anapana uhai. Ile 17 inasema nini? 1 hadi 5. Hakuna mtu akutusomea pale. Nataka. Ndio baba. Miaka ngapi? Ngapi? Makumi ngapi? Njoo huyo angaliki kiana. Bikakuwa nini sasa? Bwana akamtokea Abraham. Akamwambia nini? Akamwambia mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Mungu mwenye enzi.
Mungu mwenye nguvu. Enzi. Nishabambia habari ya ndoa, mshaifuata? Kama watu wako natembea kwenye ndoa siku ya harusi, banatembeaka visimama mama. Ungana kumbuka hivi ya ndoa tena. Banatembeaka hivi. Banamtia mkono gani? Wa kushoto. Hii maana ya mkono wa kushoto, wakati kuna tembea hivi anaweza kujikwala. Katika hii mikono miwili ya wapi inakuwa na nguvu zaidi? Ni ile pale anataka kuanguka anaweza kumkamata hivi. Sawa? Ndio wenye uwezo wa enzi. Yesu anakaa katika mkono wa nini? Inasema ni wa kushoto. Ni mkono wa kuume wenye nguvu. Haleluya. Nikiwaambia nyingine vya ndoa ngoja tuviseme haraka haraka. Utavisema mbele ya watoto. Yesu nisaidie na viseme. Mwanaume haraka nyuma, haraka mbele. Juu ya nini? Moyo inatoka. Juu ya nini? Sababu yako na nini? Mwizi akakuya. Kama mwanaume kanaogopa anaitwa analinganishwa na nani? Sababu mwanamke hana nini? Lakini haleluya. Shangilia Bwana tena. Bapeti, ukaoa ukaolewa, ukaona bwana yako yeye ni kulalaka nyuma, anza kujiuliza mapema. Musikie kushangala mnakutana na wanamke wawili. Mwanaume alaka mbele, mwanaume alaka mbele, petit mark. Mwanaume ni mbele, mwanaume ni mwenye nguvu. Ukasikia kitu kipu mwenyewe la mukaka, hapana kuanza kuambia la muka. Unauzisha inchi peti, unasaliti, hauko mzalendo, unatoa siri za kambi zote zinatoka nje. Haleluya, haleluya. Wakati hata ile mapanya iko na sumbuko na simama. Narudia. Unaangalia banaangalia na madirisha peti. Madirisha wenu wa misumari fofanya ange. Bako banakuya na kasindano kakukwaruza. Maifona guso unacho na reglete na mzuri. Unaenda kumulango huko naangalia. Pale bibi yako yana bakiaka mkashuka. Banafanyaka sambrasa wenye kusinzia. Maiko nasikia yote. Amen. Wewe unarudia. Unajisemesha kiloko. Ilikuwa ni pai. Sawa? Ilikuwa ni panya. Unalala kwa sababu inasaidia mwanamke naye roho itulie. Boba anakuwaka na roho ya yulu sana. Nalo ni panya. Unalala. Unafika asubuhi. Kama ilikuwa ni nini? Mimi naona ilikuwa ni panya. Amen. Haleluya. Mungu akamwambia Abrahamu kwamba nini? Mimi nasema, nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe. Sawa. Nami nitakuzidisha sana sana. Nitakuzidisha sana sana. Ina maana kwamba nitakuongezea sana. Mungu mwenye nguvu anamwambia Abrahamu nitakuzidishia. Haleluya. Amen. Ukimwamini Mungu, nataka niseme kitu kimoja hapa. Unapomwamini Mungu, hautakiwi kurudia, lakini unatakiwa ongezeke. Kuna mtu ananielewa hapa? Hautakiwi kulainika, hautakiwi uwe wa laana, lakini uwe wa baraka. Mtu wa baraka anaendeleaka. Mtu wa baraka anaendeleaka. Mwenye iko na Mungu, Mungu anasema kwamba nami nitakuzidishia, nitakupatia, nitakubariki, nitakufanya uwe mwenye juu zaidi. Ukitembea na Mungu wao huko kawaida, usione kwa sababu leo yapata pesa, lakini unaweza kukosa pesa lakini Mungu akakupatia uhai. Haleluya. Unaweza kukosa chakula, nyama unapenda kula, lakini ukikula sombe hamukondaki. Ni mko mnakula nini masiku? Hapana. Sisi ni wale wanaofanya nini? Na nani? Tuongezeke tu. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Nami nitakubariki. Abrahamu akabarikiwa na Mungu, sababu Mungu pale kumwanzo anaanza kusema nini? Pale kumwanzo anasema ile anasema nami nitafanya nini? Anasema kwamba mimi ni Mungu Mwenyezi. Mimi ni Mungu mwenye enzi tu puisa. Mimi ndio mwenye nguvu zote. Mimi nikikushika hivi, hakuna mwenye anaweza kunyang'anya katika mikono yake. Ndio mwenye Mungu anasema. Mungu wakati anakushika wewe, hata batakurogaye, hata batakurogereleaye, habatakuweza, kwa sababu unashikwa na ule mwenye hawezi kurogwa. Haleluya. Uko mublende, uko muhema ya Mungu, unazungukwa na Mungu, unatembelewa na Mungu. Batakutafuta, hata kama leo batakudharau, lakini Mungu kesho atakuheshimisha tu. Anayua namna gani atafungua njia. Bwana Yesu asifiwe tena. Amini, anza kutembea na Mungu. Mimi ni Mungu mwenye nguvu. Yeye anapana maisha, ndio maana anaitwa El Shaddai. Ni Mungu mpana uhai, ni Mungu mpana uzima, ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwenye uweza. El Shaddai, yaani ukisema hilo neno tu El Shaddai, El Shaddai ni neno ambalo linamaanisha kwamba ni Mungu mwenye nguvu, ndio kuna taya. Bwana Yesu asifiwe tena. Na hawa wenzetu walisema haya majina ni wakati walipita katika vipindi vizito, wakati hali inakuwa ngumu, anafika sehemu analalamika El Shaddai, El Shaddai, na maana kwamba nimepungukiwa Bwana, nataka unipatie uzima, nataka unipatie nguvu, nataka unipatie uweza. Unajua kuna vitu vingine unavitayaka, unavisemaka, unafikiri unavisemaka tu, lakini viko na maana mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena. Haleluya, haleluya. Mungu mwenye nguvu, El Shaddai, Mungu anayebariki, Mungu anayetuongezea uhai, Mungu anayetutetea, Mungu anayetupigania usiku kama vile mchana, Mungu ambaye anatufanya sisi tusipunguke lakini tuendelee mbele. Bwana Yesu asifiwe tena. Maisha ya Yusufu ni maisha mazuri sana. Wakati Yusufu yuko kwa Potifari, anaambiwa kwamba kila chochote alichokuwa na kigusa Yusufu kilikuwa kinafanya nini? Kinabarikiwa, kinaendelea. Hauwezi kuwa mtu wa Mungu wewe laana ndio kunatembea nazo. Hapana, hauyakuwa na Mungu. Kazi ya Mungu anapoingia mu maisha yako, anavunja kila laana, kila mikoshi yote. Ukisema kwa jina la Yesu, mimi siko tena hivyo. Hata kama nilizaliwa katika familia yenye wanasema bakokobola mnabaiwaka, ndio wale bashindikana, maana kibisha kwa bichawi vya bikokobola wenyewe. Hata niko humo, mimi siko hapo. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe tena. Na unajisemea kwa kinywa chako, mimi nakuwaka na mikoshi. Wewe mtoto wa Mungu na mikoshi? Hapana, ni kipindi tu ambacho nakutokea nacho. Lakini haiko mikoshi. Mikoshi haiko yako. Mikoshi haiko wewe. Mikoshi wewe uko wa Mungu. Wewe kazi yako ni kuendelea, kazi yako haiko kurudia nyuma. Kazi yako wewe vyako viende mbele, haiko vyako wewe kurudia nyuma. Unapanda viazi, wengine wako wanavuna kukiazi kimoja kunatoka 4, wewe unatokaka kamoya. Unasema aje? Kamuzizi. Unafatana nako hakuna kitu. Tupo. Ifo unaanza kuomba mbele ya kutia kitu yako yote. Ile ardhi yako yombewe. Njoo maele na baambiaka. Benzeri beba nafanyaka hivi na baambiaka, banaendaka mzuri. Uko na vitu vyako, ukiona wewe binashindikana, unaenda taka kuani, papa mimi nataka nilime. Unakuya na kamuzigo kako ka matembela ndini nini? Mirando. Papa, acha unatemea tamate hapa. Baba, hii mirando hii zidisha. El Shaddai, fanya kazi. Lakini wewe kupu. Naona kutakuya ni mizizi. Haukushirikisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena. Haleluya. Haleluya. Tulisema la pili ni nini? Jina la pili anaitwa El Shaddai. Ni Mungu mwenye nguvu. Sawa? Ile angalia pale Mwanzo wa 35 nasema nini mstari wa 11? Nasema nini? 35:11 nasema? Anamwambia tena, mimi ni Mungu. Lile jina tena Mwenyezi, El Shaddai, linakuja. Uzidi na ufanye nini? Uko na nini mkono?
Nini unataka kitu yako gani kiongezeke? Omba hata kwamba Bwana unibariki ili niendelee kuona uso wako. Nataka Baba. Abrahamu akaambiwa, mimi ni Mungu mwenye nguvu na ninakuombea ubarikiwe. Naomba ubarikiwe katika kila kitu utakachokigusa. Bwana Yesu asifiwe tena. Kuko habari moja inakuja hapa chini. Hii habari hii muisikie na nyinyi. Muiangalie kwanza hii habari hapa. Mu 28:1 inasema nini? Hiyo Mwanzo tu 28:1. 28:1-3. Kuko habari muisikie, tutaisema kwanza hapa shehe wote. Inasema nini? Basi Isaka akamuita Yakobo. Huyu Isaka ndio mtoto wa Abrahamu na akazala mtoto wake naye akaitwa Yakobo. Kisha ikakuwa Akambariki. Yeye Isaka akamuita mtoto wake akambariki. Bikakuwa akamwagiza akamwambia. Ndio yeye Isaka akamwambia Yakobo sasa kwa kumtuma aseme usitwae mke wa binti za Kanaani. Ase weye mtoto wangu Isaka, weye usiende kuoa banamuke bakia ila mbili nasema tatu tena mbili nasema papa, njoo twende tu na safari. Ondoka wende Padan Aram. Padan Aram kule, njoo wende kwa nani yako mpaka nyumba ya Betueli. Kule nyumba ya Betueli kule, baba ya mama yako. Njoo kwa babu yako ukajitwalie huko mke mule, njoo utaenda kuoa. Mie baba yako nasema sitaki uende unioe banamuke bakia. Unabisikia hii? Haiko mubaya, sababu huyu mwanamke, unajua wewe gaso unaweza kuwa kwamba haujajua ule mwanamke mwenye atakuya ni wako wa maisha. Sasa lazima usaidiwe. Sie wote tuliowaka huko, hata na mimi ule wa kwangu mnamuonaka hivyo. Kuko watu wengine walinikaliaka akaniambia sana unapata mwanamke. Siko naye mpaka leo. Aba wote wako hapa. Kila mtu iko na naenda kuoa shimuma. Na ule mtoto wa fulani ule anakuwa mwanamke. Kuko bagaso wanafanya sambla, mimi simpendi. Kumbi kuna napenda asikie hapa batasema hapa bakasema sana no. Unapata mwanamke. Unampenda? Maandiko yanasema wazi. Anasema kwamba sitaki hapa uniowe. Sasa wewe bananiletea wewe mwenye nilishakuyua. Maandiko yanasema wazi kwamba yeye akasema, na baada ya pale frere alipoenda kule alifanya nini? Isaka akafanya nini kwa Yakobo? Wakati mgaso wake alikubali kwenda kule, alifanya nini? Alimwambia kwanza, nenda katika binti za Laban, kisha ndugu wa mama yako. Ndio, kisha na Mungu Mwenyezi akubariki, akuzidishe na kukuongeza ili uwe mkutano wa makabila. Uzale uko na baraka zangu zote. Wewe unapingana na mzazi wewe. Atakuwa bibi yako atakuwa bibi yako ule. Njoo maana nakwambia unapata fiancé, peleka kwa wazazi yako. Wazazi yako bamuapresie. Wazazi yako bakatikisa kichwa, rudia nyuma. Kuko mwanamke mwenye unaweza leta, kuko fie mwenye, kuko gaso unaweza kuleta, anasema huyu anakuwa wako, huyu wako wa kwetu. Hiyo neno inakuwa mzuri? Hapana. Hata utengeneze vya yeye na saa huyu atuingia yake wa kwetu. Ifo utembee na baraka ya wazazi. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Tunachohitaji kwamba watoto wetu mubarikiwe. Amen. Wakati umefanya kila ambacho kimefurahisha unabarikiwa. Amen. Nyumba yako kwenye utaenda utabarikiwa. Utaona siku ngapi unaenda unapata mimba, umebarikiwa. El Shaddai anatembea na wewe. El Shaddai anasimama. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Unapata fiancé bafie, leta kwa pasteri wako. Huyu njoo napata, nitamwangalia mu macho hivi. Macho iko noir. Eske huyu avuti yake kuweze? Haiko washika tawi. Niko natembea hivi nitakutana rafiki yangu. Eske unaiwaka ule peti? Peti mwa mubaya anamaliza makuku mu quartier ule. Haleluya. Amen.
Haleluya. Amen. El Shaddai, Mungu mwenye nguvu, Mungu muweza, Mungu anayepana, Mungu anayeongoza, Mungu anayewezesha, Mungu akufanye uongezeke. Niko na El Shaddai, Mungu ananifanya niongezeke, Mungu ananipatia uweza mwingi. Tunaita jina lingine lake Yehova Jire. Hii majina yote mnasikiaka? Ndio. Yehova Jire. Kwangu nasema Yahve Jire. Yehova Jire. Ambayo iko na maana inasema Mungu atajishughulikia yeye peke. Atajipatia. Si hivi inakuwa kai. Nani anaweza kutoa mfano wa haraka haraka wa Mungu atajipatia? Inatokea wakati gani? Kanisa. Yes, Mungu atajipatia. Hauna kitu munyumba, vitu haviendi, hauna mbele na nyuma. Yesu we, mtoto analazwa, analazwa kuprive, natoa mfano, lakini mule uko mukaka hauna hata za avance, maana sina hata senti munyumba. Mungu wangu nikumbuka. Unaanza kuita Yehova Jire. Uko mkuongea na watu telefone, mtu mmoja ongea naye anasema hapana, niko na 150 hapa. Ile franga ulikuwa nayo? Hapana. Unajua kwenye ilikuwa? Mungu amefanya nini? Amejipatia. Voila. Kiswahili niko napenda. Mungu amejipatia. Unasema hata mtu alikuwa mgonjwa taanza kwanza na keke kwanza pale. Maana yake unafanya siyui, huyu ni Mungu tu. Ina maana kwamba Mungu amejinyang'anyia peke yake. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Yehova Jire, Mungu amejinyang'anyia. Mungu amejipatia. Abrahamu alifanya hivyo. Iko katika kitabu kile cha Mwanzo. Abrahamu anaambiwa na Mungu kwamba atoe mtoto wake wa kwanza. Abrahamu hakusita. Wakati wako unatembea katika njia, mtoto anamuuliza Abrahamu, mimi naona kuni, naona na kisu, lakini sasa mbona hatuna kondoo? Tutakayemfanya nini? Tutakayemtoa. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Abrahamu anajibia kwamba hapana, Mungu atafanya nini? Atajipatia kule Jehova Jire. Jehova Jire, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Haleluya, upokee sifa zote, Mungu Israeli, hakuna Mungu kama Jehova wa Jire, Mungu wa Baba, hakuna Mungu kama upokee sifa tu, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama Mungu hujijalia. Mungu anajinyang'anyaka. Usihangaike juu ya maisha sana. Unaweza kufikiria kwamba uhangaike nataka toka mwibu nyumba. Natamie sitazoea maisha ya bumaskini. Hakuna mwenye anapendaka bumaskini. Hata ule mwenye uko na laumu eski yeye ndio anapenda naye akose. Nani mwalichaguliaka bumaskini? Hapana, haujui kesho. Tulionaka bamwa baligombanaka humu bibi na bwana basemeshanaki juu ya bumaskini. Kufika kubulaya mlibatenganishaka bitanda. Aba kwake babibi na bwana mpaka na batoto baliendelesha. Unaona magomvi vingine mingi kwa mbabu nyumba juu bumaskini. Mutaanzia kwenye msingi anzia. Bongo kweli. Na bagusa hako. Amen. Abrahamu. Mtasoma pale 14 17 inasema kwamba nini? Kitu kizuri sana pale. Mwanzo 14 17 inasema Abrahamu aliporudi kutoka kumpinga Kedorlaoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye. Acha ile. Mungu akamwambia Abrahamu kupitia malaika wa Mungu, kwa sababu umekubali kumtoa mwana wako pasipo kusita, basi na ubarikiwe. Na Mungu akuzidishie uzao wako uwe kama vile mchanga wa bahari. Ya mwisho inasema kwamba anaitwa tena Yahwe Roi. Katika Zaburi ya 23 njoo pale anasimama yeye Yahwe Roi,
kwamba Bwana ni nini? Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na nini? Haleluya! Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na nini? Ile Zaburi yote ukisoma itakuonyesha namna gani kwamba huyu Yawe Rohi, Bwana ni mchungaji wangu, hata nifite katika vipindi vizito sitapungukiwa na kitu. Bwana Yesu kwa sababu uko pamoja na mimi. Haleluya. Amen. Hata kama nikishindwa hapa, sitashindwa kwa sababu atanishika kwenye mikono, nitatembea tena kwa sababu Yawe Rohi yuko pamoja na mimi. Bwana akiwa upande wangu, sitapungukiwa na kitu. Haleluya. Amen. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika majani mabichi hufanya nini? Kwa sababu Bwana yuko pamoja na mimi. Haya ni majina mane ambayo tuko nayo. Majina yako mengi, lakini haya majina ambayo tuko nayo, hautapungukiwa na kitu kwa sababu Bwana ni mchungaji wako. Haleluya. Hata katika kipindi kizito cha magonjwa, Bwana atakuponya haraka haraka kwa sababu wewe hautapungukiwa na kitu. Utakapotafuta msaada unapatikana kwa sababu Bwana yuko pamoja na wewe. Na Bwana wabariki kwa maneno haya. Amen. Amen.